Wazalendo ni watoto wanajitolea sana kwa nchi yao. Wazalendo wanajitolea sana, wanatia maisha yao hatarini, lakini wenyewe wanahangaikia, hakuna kuwasumbukia. Wanajitia mbele ya risasi, wanalala vibaya, wanakula vibaya. Lakini wakati nilifika kwenye hospitali general, nilikuta wazalendo ndani ya hospitali ni kama vile wa maibobo, wanatunzwa kama vile nyama. Mzalendo anakosa sabuni, mzalendo analala njaa, mzalendo anaumia. Angaliki wakati hajaumia unajitapa ni na wapambanaji, wakati anaumia inakuwa ni gharama ya jamaa yake, tunawatupilia ovyo. Ndio pale nilijisikia hapana, kama nitakuwa na $5, $10, mimi nafungua kituo cha afya juu ya matunzo ya wazalendo. Na wale wazalendo sio mzalendo peke yake, iwe mzalendo, mke wake, watoto wake, mimi nabeba gharama ya kila mzalendo wa matunzo yao. Mzalendo wowote ule, awe wanani, niko tayari nabeba mzigo wake. Hata ngambo ya ndugu zetu wa FARDC. Leo tunajikamata kama FARDC ni adui wetu, hapana. FARDC sio adui wetu. FARDC anavala nguo ya kijeshi na mimi navaa nguo ya kijeshi, yani sisi wote ni wamoja. Mgonjwa wote ule, awe mzalendo au FARDC, karibu kwenye kituo cha afya atapata matunzo ya bure. Tumetengeneza na Kinshasa, na Kinshasa inafurahi sana kwa hali ya kusema kama tunabeba mzigo wa kusaidia wazalendo kwa matibabu. Madaktari wawili pamoja na waganga wengine wapo imara hospitalini hapo kwa kuhudumia wagonjwa wao. Daktari Patrick Okito ni mganga mkuu wa hospitali hiyo, anazungumza. Emwa bako natunziwa, iko mpya, haiko ya zamani. Emwa deja batu bako natunziwa, iko projet. J'espère que dans quelques temps itakuwa kitu moja kabambi. Bon, tunapokea banakuya na Masasi. Hii nani ya Fortemel fanikiwa hapa nani Biriba, bazalendo yetu walikuyaka hapa hivi, tunawatosha Masasi kwa migulu. Wengine walikuwa banapata Masasi na pita kumzani yote tunatunza. Wengine watoto yao wako nakuya magonjwa malaria, magonjwa mingi tuko natunza. Wabibi yao wako nakuya, tuko natunza magonjwa ya mingi. Sisi wote tuko bazalendo, tunajitolea juu ya kutunza bandugu yetu wako napigania hizi. Ataenda kwa hospitali generale, batamwandikia ordonnance. Ataenda hivi, kama ordonnance haiko kilona naanza oza. General Bendere alikuya kwa hospitali generale, bialiona alikwazika. Kutoka yake ndio alituitaita, asiye watoto wako natunziwa mubaya. Mwetu fungule hospitali ya watoto, dawa kiyote, ordonnance yote munipatia yake. Basi lombo ordonnance. Madawa yote anauza madawa yake. Wazalendo wanaotunzwa hospitalini hapo wanashukuru vya kutosha kwa kufunguliwa kwa hospitali hiyo, kama anavyosema hapa mmoja wao aliyejeruhiwa kwenye mashamba ya vita. Sisi kama wazalendo tulikuwa tunaona kama vile tunatelekezwa hali yote ile, na tulikuwa tulishakuwa DC. Wakati tunaenda uforo kule tunapata matatizo, tunalumia, hatukuwa tunafuata msaada yote ile. Lakini bado sasa tunaona kabisa huyu kamanda General Bendera anatukumbuka kabisa, kwa kuwa na sisi tunaanza tunziwa. Kama mimi hapa nilikuwa na matatizo nilianguka mwambiskad, ngao watu wanakomante virefu, lakini kufatana na matunzo naendelea kupata. Namshukuru sana General Bendera pamoja na huyu Dr. Okito Patrick ambaye anaendelea kunitibu. Baba journaliste, hii sio safari ya kwanza naumia. Fasi ambapo napelekwa na hapa leo kwenye leo nafikishwa, naona hii ni hospitali kabisa. Kwa kuwa naona msiku 3 beti niliterekeza, naanza tembea, najisikia bien, naanza nyanyua mgongo mwenyewe polepole, kujipeleka chooni, kujipeleka bafuni kwenda kuoga. Na vile kabisa naona hii ni hospitali, tena ni hospitali kubwa kabisa. Hapa kusema de sante, kwanza nashukuru Mungu ajili nilikuwa niko mgonjwa miaka 15, nilikuwa natapika damu, banikia Masasi mbarabara, nilikuwa fanya intervention. Sasa nipiga masoka nipama hospitali, kusema ni gharama kashindikana. Mimi nikashukuru Mungu akanishusha nyota yangu. Ya Bendera akanikamata, akanijere, pia kukanisha ile kutapika damu, ishenda naisha. Hospitali hiyo ilianzia Mulongwe katika mtaa wa Munanira na kuhamia Ruzozi Kalundu baada ya kupanuka na kujitokeza kwa wagonjwa wengi. Wazalendo wasio na silaha wahitajika pia kuchangia kwa maendeleo ya hospitali hiyo kwa matibabu ya wapiganaji. Rais wa zamani Joseph Kabila wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amewekewa vikwazo Alhamisi hii April 30 mwaka 2026 na nchi ya Marekani. Uamuzi huu unasemekana kuwa ulitangazwa na ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC, unatokana na shutuma nzito za uungaji mkono wa vifaa vya kisiasa kwa vuguvugu la waasi la AFC M23 pamoja na jeshi la huko Rwanda
pamoja na makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sio tu M23 wala makundi kutoka huko Rwanda, bali makundi yote yanayomiliki silaha kinyume cha sheria ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zimeshutumiwa pamoja na Joseph Kabila, na ndio maana Joseph Kabila ameweza kupewa vikwazo na nchi ya Marekani. Vikwazo hivyo ni pamoja na kufungia mali zake zote zilizo nje ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Marekani. Nchi ya Marekani inachukua hatua ya kidiplomasia ambayo haijawahi kushuhudiwa nchini humo, ikimlenga moja kwa moja mtu aliyeongoza nchi hiyo kwa miaka 18 akiwa ni Rais Joseph Kabila, huku mivutano ya usalama mashariki mwa Kongo ikiendelea kukaa licha ya makubaliano ya hivi majuzi ya kikanda huko Uswisi ikilenga kumaliza vurugu zinazoshuhudiwa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Shughuli zinazohusishwa na rais huyo wa zamani ni tishio la moja kwa moja kwa utulivu wa kikanda. Kabila yenye alitoa après avoir ile masancho kuanguka. Kabila anasema kwamba anajireserve droit ya kusaisir justice internationale contre Etats-Unis. Misi huko kwa watu wenye kama akili zao na kuwaka ndani maji au makamasi sijui. Na ikiwa kama kuko watu wenye mwakili yao la plasi ya kuwa na akili iko na makamasi, huyu Kabila Kanambe na iko ndani. Kanambe na iko ndani. Juu haviwezekani un ex-président de la République kama vile République démocratique du Congo uko billionnaire en dollars. Kabila estimation yako iko estime à 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Ndio zenye konazo. Kabila angali anatafuta kitu gani kwa kusema tena haende mu rebellion. A la place angelitulia akule franga yake kwa amani. Tena Tshisekedi angelimfuatilia. Kwanza mimi nitafanya appel juu ya sanction ya Etats-Unis contre Kanambe. Nitapenda société civile ya Sud Kivu, Nord Kivu, vraiment audio yangu muipartage massivement. Société civile ya Sud Kivu, Nord Kivu, Tanganyika, Mali Maituri, Siuma, Katanga, société civile zimobilize watu baingie mu barabara juu kusoutenir sanction ya Etats-Unis. Société civile zingize watu mu barabara juu kusoutenir sanction ya Etats-Unis. Kabila anasema anajireserve droit ya kuambia avoka yake saisir Cour pénale internationale, justice internationale juu ya masanction zenye Etats-Unis balimshikia. Sasa kama yata saisir justice internationale, Kabila anatumikisha franga zake zenye tengeneza au anatumikisha franga dolari za Waamerikani zenye walitengeneza. Cha kushangaza watu wa Kabila walikuwa wanasema kama Kabila hana franga Etats-Unis. Sasa kama Kabila hana franga Etats-Unis, ile masanction da mshika Kabila kuneni, ile wanasema pilipili yenye mtu akukula haiwezi kamuashi. Bandoko, hali ya Kongo inaingia mu amplere ingine. Kabila hata asiziri justice za dunia nzima, akamate ba avoka ya dunia nzima, asifikirie kama kuko kwenye anaweza akabeba Etats-Unis. Hakuna kwenye atabeba Etats-Unis. Kabila. Juma preve zote ziko. Marenversement ya pouvoir par force. Kinshasa Kabila alikuwa iko na vifanya, alikuwa ataka kuvifanya na alivifanyaka vikashindikana. Gouvernement yenye ko élu démocratiquement, communauté internationale ina reconnaître gouvernement ya Tshisekedi comme un gouvernement élu démocratiquement. Ina reconnaître vile. Même si wanasemaka no kuna kulikuwa kama mama glissement mabitu gani, mais gouvernement communauté internationale ina reconnaître. Sasa huyu mtu anataka kurenverser gouvernement yenye kueli démocratiquement.
Hiyo te mapreve Etats-Unis iko nayo, na njoo ma sanction iko inaanguka de jour au jour. Huyu nani Paul Kagame alimshindaka Kanambe bujanja na mayele. Paul alionaka kama iko epuize, hana tena kitu. Na wakati yenyewe aliona kama hana kitu, akafanya apele kwa Kanambe. Paul aliona ya kwamba yeye hana franga tena kufinanse vita ya M23. Paul Kagame akafanya apele kwa Kanambe bumbafu, mweko wa makamasi mchichwa neche president, mweko na mafranga ya ajabu andafanya rebellion. Kanambe anakuya, wakati anakuya anaanza kudekese franga kuuza maarmema. Andekese franga nza maarmema. Etats-Unis naona vila sena hii movement inatoka wapi? Acha tukuoneshe sanction pa inatombe. Paul yalikuwa shabaniwa masanction. Huyu Kanambe alikuwa kayabaniwa masanction. Viki alikaingiza mgulu wake anakuwa wazi ndani. Sanction zinaanza kutombe. Bandu tungwele tutaona. Qui vivra verra.